ambalo kibinadamu msamaha ni ngumu sana. Kwa mfano mtu amekudhulumu wewe, inabidi umsamehe. Sasa kwa hususan hela, mtu anakudhulumu milioni moja, inabidi umsamehe, kesho upige naye mkono kwenye milioni. Bwana, semina bado inaendelea, ni hapa Uyole kwa Bishop Yohana Chaula, lakini leo tumejifunza somo moja hivi la kuhusu Roho Mtakatifu. Bwana, na mimi nataka nikuulize swali langu hapo, nini maana Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni nani? Kwa nini tunasema Roho Mtakatifu? Hilo ni swali langu, liko hapo mezani, naomba unijibie. Lakini kwa wale ambao baadhi ambao walikuwapo ndani ya ibada wamejifunza, lakini kuna wengine walikuwa wanatufuatilia kwenye mitandao, ibada yetu ikiwa live, nataka unipe maana kidogo. Nini maana ya Roho Mtakatifu? Acha tuwafuate watu mmoja baada ya mwingine, nini mtu amejifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa majina naitwa Nsuke Bareke. Ndio. Niko pale Mbarari. Ndio. Amina, lakini tunamuona Mungu sana. Ndio. Na tuko na masomo mazuri ya Roho Mtakatifu na kwa sababu tayari hiki ni kipindi cha Roho Mtakatifu. Kwa tumefaidi sana haya masomo, kwa kweli Mungu yupo mahali hapa. Mama yetu ametufundisha nini maana Roho Mtakatifu. Sasa na mimi nataka nikuulize swali, wewe unaweza ukatufafanua nini maana Roho Mtakatifu? Kwa masomo tuliojifunza, Roho Mtakatifu maana yake ni Mungu katika utatu mtakatifu. Tunampata Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu ndani ya mtu. Ndio. Roho Mtakatifu ni nafsi hai inayoishi ndani ya mtu. Ndio. Na Roho Mtakatifu yeye ndiye ambaye anamaanisha kwamba mtu ni mzima ama ni marehemu. Ndio. Kama nafsi ya Roho Mtakatifu haipo ndani mwa mtu, maanake huyo amekuwa udongo ambao hauna uhai. Semina imekuwa nzuri sana. Ndio, imekuwa na yenye baraka mno sana kabisa. Mhubiri wakati anahubiri, kipi ambacho umekichukua, umekidaka? Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Unaweza ukatuambia nini maana ya Roho Mtakatifu? Nguvu ya Roho Mtakatifu imegawanyika katika makundi matatu ambayo ni Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Naitwa Baraka Ephraim Mpogera. Maana ya Roho Mtakatifu kwamba ni mtendakazi zaidi ya watendakazi wengine katika roho ya mtu. Nimejifunza kuwa Roho Mtakatifu ni mwalimu, lakini Roho Mtakatifu ni mshauri. Na zaidi ya hapo, Roho Mtakatifu ni kiongozi, lakini ni mtu wa kunipa amani. Mahali ninaposhindwa ananifanya nishinde. Majina yangu naitwa Sofia Mahenge, alimaarufu kwa jina la Mama Evelina, kutoka kanisa la Free Church in Christ, kwa askofu na mchungaji Yohana Rafael Chaula, ni mama wa hapa kanisani. Kwa majina yangu ninaitwa Seti Sanga, ni mzee wa kanisa FCC Uyole. Bwana, Pawachina, yani ukitaka kufika kanisani tulipo ni Pawachina. Ukitokea Uyole ya kati unashuka, ukifika Pawachina unakunja mkono wako wa kushoto, unafika unakutana na kanisa lako hili ninapoabudu, FCC Askofu Yohana Chaula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani ya semina, kipi ambacho ulikijifunza kutoka kwa mhubiri wetu? Nimejifunza kwa mfano, jana nimejifunza neno moja la msamaha ambalo kibinadamu msamaha ni ngumu sana. Kwa mfano mtu amekudhulumu wewe, inabidi umsamehe. Sasa kwa hususan hela, mtu anakudhulumu milioni moja, inabidi umsamehe, kesho upige naye mkono kwenye milioni moja. Kwenye milioni hapa unamsamehe. Hakika ndio neno la Bwana linavyosema, unamsamehe milioni moja amekudhulumu. Sasa unafikiri wewe si Yesu hapo yupo? Ni Yesu yupo. Jamani, ukiwa unamdai mwenzio milioni 5 unamsamehe, unaziachia. Niko na mzee amesema ukiwa na milioni 1 unamsamehe tu, mnaanza upya. Mungu akubariki. Maana Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu mimi nilivyojifunza ni kiongozi ambaye anakufundisha kuenenda katika njia ya uokovu. Maana yeye Roho Mtakatifu siku zote ni kweli. Roho Mtakatifu yale ambayo mchungaji wako amekufundisha, yapo ya zaidi ya yale ambayo mchungaji wako amekufundisha. Roho Mtakatifu anakufundisha. Haleluya. Amen. Jina naitwa Isabella Zamuloni. Mpokea kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi kwa kila jambo. Na Roho Mtakatifu anafanya nini akiwa ndani ya mtu? Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kumhamasisha, yani kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu.
Kwa ambaye hana Roho Mtakatifu aombe msaada wa kupata Roho Mtakatifu, maana maisha ya Mkristo bila Roho Mtakatifu ni sawasawa na mtu mwingine. Kwa Roho Mtakatifu anatuonesha utofauti kati ya mpagani na Mkristo. Kwa ni vizuri kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa ukiwa na Roho Mtakatifu wewe umeokoka. Ukiwa na Roho Mtakatifu wewe umeokoka na ulokole wako unakamilishwa na Roho Mtakatifu. Naitwa Rebeka Masayo. Amen. Roho Mtakatifu anafanya nini akiwa ndani ya mtu? Akiwa ndani ya mtu. Ndio. Akiwa ndani ya mtu anakuwa si niongeeje. Ila tu nimejifunza hivyo. Hivyo ulivyoongea hivyo na mtu ambaye anakusikiliza muda huu. Roho Mtakatifu mimi naelewa ni Mungu. Ni Mungu. Ndio. Ni vitu vile unavyoelewa. Ndio. Mungu akubariki. Bwana, kama hivi tunavyohitimisha, swali langu lilikuwa ni nini maana Roho Mtakatifu? Nini maana Roho Mtakatifu? Bwana, kila mtu amechambua vile anavyoelewa. Usishangae huyu kajibu hivi na yule kajibu hivi, na ndivyo hivyo, lakini bado semina yetu inaendelea, ni hapa Uyole. Bwana, kama ni siku hii ya Alhamisi, ujue bado siku ngapi? Ni siku 3 ambazo tunaenda kufunga. Bwana, maswali yatakuwa mengi ndani ya kanisa la kwa Bishop Yohana Chaula. Bwana, nikutakia siku njema, lakini andika comment. Unajua comment yako ndio inaweza kumfungua mwingine akaelewa nini maana Roho Mtakatifu. Mara nyingi wengi tunashindwa kuelewa maana ya Roho Mtakatifu, na je, mtu akiwa na Roho Mtakatifu anapokeaje hizo nguvu, na ili azipokea anatakiwa afanye nini? Bwana, tuandikie comment yako hapo, itakuwa vizuri sana, itakuwa guda sana. Bwana, niko Uyole, bado niko Uyole ya kati, na niko kwa Bishop Yohana Chaula. Nikisema kambi la Ibrania, bwana, uhuru ndani ya Kristo. Hapa ndo nipo makao makuu. Waoneshe huko, waoneshe hapa ndipo niko makao makuu ya FCC Tanzania. Basi chimbuko lake limetokea hapa. Mungu akubariki, nikutakie siku njema na jioni njema. Tuonane kesho, tutakuwepo live. Andika Pastor William Mbwilo kesho. Andika Pastor William Mbwilo ili endelee kutufuatilia kwenye kipindi hiki ambacho tutakuwa nacho, tunachoendelea kwenye semina hii. Bwana, mhubiri wa semina hii anaitwa Mrs. mke au neza mke wa Mwasumbi. Bwana, mke wa Mwasumbi ndo yuko kutengeneza. Naamini kwenye mitandao ya kijamii unamwangalia hapa.